Habari, mimi naitwa Hamza kutoka Tanzania. Karibu tena katika chaneli yetu. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kwenda kubonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe na bonyeza kilichoandikwa like. Hivi, kwa nini kila kizazi huwa kinaona kizazi kinachofuata kinazingua? Mfano, ukiangalia baba zetu huwa wanatulaumu sana sisi kwamba vitu vingi wanasema tumekosea. Na baba zao wao ambao ndo babu zetu sisi huwa nao wanalalamikia wao kwamba wanakosea vitu vingi sana. Na sisi tunaona watu ambao tumewazidi umri labda mitano au miaka 10 saizi, tunaona kama wanakosea sana, hata wale wadogo. Nitakupa mifano michache. Kwa mfano, wakina baba zetu sisi, wao wanakuambia alipofika miaka 25 alikuwa tayari ana familia. Alikuwa ameoa, ana kazi na anaendesha familia kabisa. Wakati sisi unakuta amefikisha miaka 30 hadi 35 bado mtu haujaoa, labda hata kazi yenyewe bado unayumba yumba, hauna hata mtoto. Lakini pia baba zao wao ambao ndo babu zetu, unakuta ukiangalia umri wa baba zenu, unakuta kwamba kumbe babu alianza kuwa na mtoto akiwa na miaka labda 15, 16. Kwa hiyo unakuta kuna tofauti ya vizazi hapa. Lakini kila kizazi kinahisi kwamba sisi tulikuwa sahihi, hao wengine walikuwa wamekosea. Wakina mama nao ukiwauliza utasikia sisi tulikuwa tunajitunza mpaka tunaolewa, wala tujahangaika. Wakati watoto wa saizi anahangaika sana mpaka ameolewa, unakuta amechoka sana. Anaona kwamba kizazi kinachofuata ni kinafanya vibaya kuliko wao. Na wakati mwingine sisi pia tunaona vitu wanavyofanya wadogo zetu ambao tumewazidi umri miaka 5 hadi 10, tunaona kama wamekosea vile. Tunawarekebisha kila siku, tunasema hamna. Nyie kizazi chenu hapana. Yaani hamwezi kitu. Kwa nini mnafanya hivi? Mimi nafikiri hii sio kwamba kizazi kinaishi maisha mabaya kuliko mengine. Nafikiri ni mazingira na utamaduni na teknolojia ambayo imechangia. Kwa mfano zamani baba zetu wao walikuwa habari wanasikia kwenye magazeti au kwenye redio. Sisi tukaja na TV, tumekuwa na saizi tuna internet. Mtu ana simu, mtu anaweza akaingia kwenye mtandao akaangalia kitu chochote ndani ya dakika 2. Kwa hiyo tamaduni zinabadilika na teknolojia inabadilisha sana tamaduni. Ukiangalia kwenye upande wa vyakula, zamani watu walikuwa wanalima, wanafuga wenyewe kila kitu. Kwa mtu anachukua mbuzi, anaenda anamchinja mwenyewe, mpaka anapikwa wao wenyewe. Hawajalishwa kitu chochote. Analima, anavuna, anaenda anapika. Hajafanya chochote. Sisi siku hizi tunanunua vitu madukani, tunanunua nyama mabuchani. Na unakuta kuna vitu vingine vimewekwa madawa labda inatusababisha madhara. Kwa hiyo nafikiri kwenye kiafya vizazi vilivyopita walikuwa wanaishi vizuri kuliko vizazi hivi. Lakini kwenye mambo mengine nafikiri tunaishi kutokana na tamaduni na teknolojia ya saizi. Ukiangalia hata watoto wadogo saizi, mtu amezaliwa unakuta yupo shule ya msingi lakini ana simu. Wakati sisi simu umekuja kuionea chuo. Wazazi wetu simu hawajawahi kusikia mpaka wamekuwa watu wazima ndio kuja kusikia. Babu zetu ndo kabisa walikuwa wanaandika barua. Kwa hiyo unakuta mazingira ndio yanasababisha watu waishi maisha tofauti. Sio sana sana kwamba maisha mabaya, ni kwa sababu tu mtu amezaliwa kipindi hichi inabidi aishi kutokana na mazingira ya kipindi hiki. Zamani kujua kitu inabidi uende kwenye kitabu au kwenye gazeti au sikilize redio ndio ujue. Siku hizi dakika sifuri umeshajua kila kitu kwenye simu yako. Yaani kama kuna kitu kimetokea, hahitaji tena usubirie saa 2 habari uanze kujua nini kimetokea. Kwenye simu yako tu hapo unaangalia, una check unakuta kwamba kuna kitu kimetokea. Na ukiangalia hata filamu, ukiangalia katuni, unakuta wanatengeneza kutokana na kizazi. Kwa mfano mimi nilikuwa naangalia na napenda sana katuni inaitwa Ben 10. Ila saizi wanaitengeneza tena ila kwa kizazi cha watoto wa saizi. Mimi nikiangalia ile naona hamna, mbona imekaa mbaya, imekosea visauti vya ajabu ajabu. Kwa sababu wao walitengeneza wakilenga watoto wa sasa hivi ambao wamekuwa na mazingira tofauti na sisi. Kwa hiyo mimi nahisi ni mazingira yanasababisha tukue tofauti. Sio kwamba kizazi hichi kinakuwa kibaya kuliko kilichopita. Kasoro kwenye swala la afya. Swala la afya nakubaliana kabisa kwamba jinsi vizazi vinavyozidi kwenda mbele tunakula vibaya sana, na ndio maana siku hizi watu nakuta mzee ana miaka 70 amechoka na umwa kisukari na kila kitu na anafariki mapema. Wakati zamani watu walikuwa wanafikisha miaka 100 bado yupo vizuri, anatembea, hahitaji msaada wote, anaenda analima kabisa. Wala anakuwa hana shida. Naomba nitolee mfano wa ukoo wangu. Sisi kwa sababu ni ukoo wa kichifu, kwa hiyo ile historia imeandikwa kwenye vitabu toka enzi za zamani. Kwa hiyo mimi najua vizazi vilivyopita vyangu 14 na walifanya nini. Kwa hiyo kizazi mimi naweza
nikaangalia kuanzia mimi, baba yangu, babu yake baba, mpaka huyo wa mwisho ambaye alizaliwa mwaka 1722. Kwa hiyo toka 1722 matukio yote ambayo yalitokea kwenye familia yetu yameandikwa kwenye kitabu. Kwa hiyo naweza nikasoma nikaona kabisa kila kizazi katika vizazi 14 vilivyopita walikuwa wanaishi vipi. Kwa hiyo nikiangalia kabisa kizazi cha nyuma huko jinsi walikuwa wanaishi, kuna kipindi walikuwa na waindaji tu. Kwao ni kuinda tu wanyama na wanachoma matunda basi. Wanakuja, wanapika, wanakula. Wakati saa hizi sisi tupo tofauti kabisa. Kwa hiyo yule mtu angekuwa hai leo, angeona hapana, yaani mtu hata hawezi kuwinda, hawezi kukimbiza kwa mfano labda swala. Wakati sisi saa hizi hauwezi kukimbiza swala. Yaani kwanza hatua ngapi tu umechoka. Kwa hiyo yeye ataona kwamba kizazi hichi ni wazembe kuliko kizazi chao. Lakini kumbe sisi tunaishi kutokana na mabadiliko ya utandawazi, ya teknolojia na utamaduni. Kwa hiyo nikiangalia mimi nasoma huwa nashangaa sana. Yaani mtu anaenda anawinda labda mbali, anatembea umbali mrefu, hata unakuta mtu ametembea kilomita 50. Wakati sisi huku kilomita 50 saa hizi ni umesafiri. Imepanda basi kabisa au umeendesha gari kusafiri. Hauwezi kutembea zaidi ya kilomita 1, unaona ni mbali sana. Au labda wewe unafanya mazoezi unaweza kutembea. Lakini kwa kawaida tu hivi unaona unapoteza muda, unataka upande basi au gari au pikipiki uwahi huko haraka haraka. Kwa hiyo nikisoma naona kabisa vizazi tofauti. Na wakati mwingine sio kwamba kizazi hiki kinaona kinachofuata kinafanya vibaya. Hapana. Na wakati mwingine sisi tunaona wale tutangulia nao wamefanya vibaya. Tunaangalia mbona baba zetu wakufanya hivyo, ongeza kufanya hivyo, kafanya hiki. Kila kitu tunaona nao walikuwa wanakosea. Kwa hiyo kila kizazi kinaona kizazi kingine kama kinakosea. Na mimi nimeona sana kwenye ukoo wetu kwa sababu historia imeandikwa sana kwenye vitabu. Na nilisoma na nikagundua kwamba kumbe vizazi vina kitu tofauti. Na ukiangalia hata historia nyingine nyingi sana kwenye vitabu vimeandikwa. Unakuta zamani nakuta mtu alikuwa anaoa labda wake 10 au wake 16. Sasa hizi unakuta si mke mmoja tu huyo mnasumbuana. Wakati zamani mtu anakuwa na wake 10, 16. Kwa mfano mimi babu yangu alikuwa na wake 4. Wakati mimi hapa hata kuoa sijaoa. Na babangu ana mke mmoja tu. Kwa hiyo unakuta tofauti ya kitamaduni. Na zamani walikuwa wachache na watoto walikuwa ndo nguvu kazi za shambani. Kwa mtu anakuwa watoto wengi wamsaidia kulima shambani. Siku hizi kuwa na mtoto ni gharama. Shule kila kitu ni gharama. Kwa inabidi uwe na watoto wachache sana. Kwa hiyo mimi nahisi ni tofauti tu ya muda na hamna kitu kibaya. Kwa hiyo kizazi kuona kizazi kinachofuata kinaishi maisha mabaya ninatokana na mazingira na uzoefu ambao wao walikuwa nao zamani. Kwa hiyo mtu anataka kufanisha enzi hizo na enzi hizi. Enzi hizi ni ngumu. Kwa mfano zamani mdada anakaa nyumbani kwa wazazi wake, mwanaume anaweza akamuona tu kwa mbali akaja akamwambia bwana nataka kumchumbia na kumuoa huyu mdada. Siku hizi mdada akikaa nyumbani unakuta hamna mwanaume anayemfuata. Inabidi atoke ajichanganye ili watu wamuone, wakati mwingine inabidi yeye ndo amfuate mwanaume ili aweze kuolewa. La sivyo unakuta hamna mtu anayemfuata. Kwa hiyo ni mazingira tu yamekuwa ni tofauti sana. Na utamaduni, utandawazi na kila kitu vimesababisha maisha yabadilike. Mimi nafurahi tunapoenda. Swala tu ambalo ningewekea mkazo hapo ni swala la afya. Tujaribu kula kama walivyokuwa wanakula watu zamani. Vitu ambavyo havijachanganywa na madawa mengi. Asante. Huo ndio mwisho wetu wa video leo. Wewe unaonaje? Kizazi kinachofuata au cha nyuma kilikuwa kinaishi maisha mazuri kwa kizazi chako? Hebu tuandikie hapo chini kwenye comment, na kama kawaida msisahau kubonyeza kitufe kimeandikwa like na kitufe kimeandikwa subscribe. Tuonane tena kwenye video nyingine.